ya kupitia roho wake. Huyu roho ni wa ajabu, na ndio maana mimi nitatumika kwa Mungu siku zote, nikijua kwamba hii ni kionjonjo tu. Biblia imesema yeye ndiye arabuni ya roho. Arabuni maana yake ni honjesho. Yeye ni honjesho letu la kutuonyesha makao jinsi yalivyo mazuri huko mbinguni. Tunahonjesho bado tuko hapa. Kijazo Roho Mtakatifu, unagalagala, unatoa makamasi, unatoa machozi, unabadilika, unaingia katika ulimwengu wa roho. Unaanza kuiona neema ya mbinguni wakati bado uko hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu roho, sikiliza nikwambie, amesafiri na watu mbalimbali katika vipindi mbalimbali na kwa makundi mbalimbali. Alianza na mababa wakati wa uumbaji. Hawa ndio wakina Henoko katika kizazi kile cha kwanza. Alianza nao mpaka kuja wakina Ibrahimu na vizazi vyote vilivyofuata. Hao waliitwa ni mababa. Roho Mtakatifu alitenda kazi ndani yao. Lakini hata hivyo akaenda mbali zaidi, akabadilisha mfumo wa viongozi na watumishi watawala pia, maana ni watumishi watawala. Akainua wanaoitwa waamuzi baada ya wale mababa kuwa wamesambaratika, na kila alipoinua kikundi fulani ilimu yaliyo tofauti. Kwa hiyo baada ya wale mababa akainua watu wanaoitwa waamuzi. Hebu naomba useme waamuzi. Kwa hiyo waamuzi tunawaona wakina Samson waliokuwa na nguvu lakini ni dhaifu. Alikuwa na nguvu za kuangamiza Wafilisti, lakini binti mmoja aitwaye Delila akamwangusha. Alikuwa ni mwenye nguvu lakini dhaifu. Pale tunawaona wakina Debora walikuwa ni waamuzi, lakini tunamwona Yefta aliyeapa kwa haraka, halafu ikamkosti apa yake, kwa sababu alimwambia Bwana, pindi ninapokwenda vitani ukinipa uwezo wa kupiga na kuangamiza, chochote kitakachokuwa cha kwanza kunilaki wakati ninarejea nitakutolea wewe kama sadaka. Wakati anatoka Yefta vitani na ameshinda, anaporudi nyumbani akapokelewa na binti yake. Na kwa sababu ameshamwapia Mungu ilibidi kumchinja yule binti. Usiwe unawahi kusema kabla ya kutenda. Angalia gharama kwanza. Naomba useme amen.